Dodoso za mbinguni. Ndani ya mwaka 2025 manabii wameaminika tangu zamani. Dodoso za mbinguni. Dini ni ulevi ambao wameletewa wanadamu ili wamkose Mungu wa kweli, wafuate sanamu. Hizi ni dodoso za mbinguni. Ulimwengu tulioko sasa, watu wengi wanahitaji matokeo, sio maneno. Hizi ni dodoso za mbinguni. Miujiza inatokana na uwezo wa Mungu. Na manabii ni watu wa matokeo. Dodoso za mbinguni. Dini haikuwa mpango wa Mungu, ila wokovu ndio mpango wa Mungu. Hizi ni dodoso za mbinguni. Nabii anaenda na majira. Karibu sana mtazamaji wetu wa Bulldozer TV. Dodoso za mbinguni. Bulldozer TV, reconnect me to God. Karibu sana mtazamaji wetu wa Bulldozer TV. Bado kipindi ambacho kiko hewani ni Dodoso za mbinguni. Majina yangu naitwa Poso Radi na bado tuko na nabii wa Mungu. Ndio majina yake kwa fupi ni naitwa Nabii Bulldozer ya Yesu. Mengi zaidi amekuwa akitufafanulia zaidi katika kipindi hiki cha Dodoso za mbinguni, na mpaka wa leo bado tunaendelea sasa kama timu Dodoso tunaendelea kufuatilia zaidi ili yale tunayoyapata tuje kumuuliza na yeye aweze kukupa majibu wewe ambao una maswali kama haya ya kwetu. Basi karibu sana nabii wa Mungu katika kipindi chetu. Asante sana. Tunashukuru sana kwa kuitikia wito wetu. Asante sana pia na nyinyi kwa kutambua kwamba kuna chochote Mungu anaweza kukisema kupitia kinywa cha nabii kwa ajili ya watu wengi. Amen. Amen. Leo tumekuja na mambo machache sana, hatujaja na mengi. Ndio. Leo tuna swali moja tu na ni swali fupi, lakini litakuwa refu kwa mtu ambaye hatolielewa kwa uzuri. Swali letu ni kwamba kwa nini zama hizi tulizomo tunaaminishwa sana kuamini manabii? Yes. Sio zama hizi. Sio zama hizi. Kwanza nipende kuweka sawa hiyo scenario. Manabii wameaminika tangu zamani. Na katika shughuli ambazo zimekuwa ni nzito za watu wamewekwa katika utumwa fulani, watu wanatumikishwa katika mambo fulani, Mungu alikuwa akituma manabii kwa ajili ya kuwavusha, kuwatoa katika hizo changamoto. Najua nabii ukifuatilia kwa watu wa kale walikuwa wanawaita waonaji. Anaona vitu ambavyo macho ya kawaida au binadamu mwenye uwezo wa kawaida hawezi kuona. Ndio maana watu wa kale wenyewe walikuwa kama kuna janga limetokea kwenye mazingira yao, walikuwa wakishauriana kwamba twende kwa muonaji juu ya jambo hili, kuna jambo anaweza kutuelewesha. Kwa hiyo walitambua uwepo wa manabii. Kwa hiyo manabii si kwamba wanatawala sasa, kwa sababu wako katika agano lao. Wako katika agano lao. Amen. Na Yesu akasema nitaanza na mitume, nitamaliza na nini? Na manabii. Sijui unaelewa sasa. Kwa hiyo manabii wanafuatwa sana au wanatawala sana, wanasikiliza sana, kwa sababu nabii ni mjumbe wa Mungu kwa watu. Neno la nabii wa kweli aliyetengenezwa na Mungu kweli, mara nyingi kinachotoka kwenye kinywa chake kina mamlaka. Ni sauti ya Mungu mbele za watu. Manabii wanatawala pia kwa sababu wanao uwezo wa kuona. Tunaweza tukaangalia mambo mengi. Kama nyinyi ni wafuatiliaji wa manabii ambao Mungu ametupa hata katika taifa letu hili la Tanzania, kuna vitu vingi wanasema na watu wanaweza kuvipuuza kwa sababu ya scenarios iliyopo, kwamba manabii wengi au mitume wengi sasa hivi ni wa uongo, wengine wametokea kuzimu, wengine wanatumia nguvu za giza, wengine ni wafanyabiashara. Lakini kumbe katika kutembea na maono kama hayo, tunajikuta tumepoteza sifa hata ya manabii ambao kweli Mungu amewaweka kwa ajili ya kazi yake. Wanatawala kwa sababu wao ni sauti ya Mungu duniani, ni sauti ya Mungu ulimwenguni. Mungu akitaka kufanya jambo kwa taifa lolote, Mungu akitaka kufanya jambo kwa mtu yeyote, Mungu akitaka kufanya jambo kwa kundi lolote, Mungu akitaka kufanya tukio lolote kwa ulimwengu,
lazima amshirikishe nabii wake. Maana hakuna jambo linaloweza kufanyika kwa siri pasipo Mungu kushirikisha manabii wake kwamba kuna hili linaendelea. Ndio maana watu wengi wanaokimbia kwenye makanisa ya kinabii, wanaokimbilia huko, akienda kama mahali alipokwenda ni sahihi, ni nabii wa kweli, hawezi kutoka. Kwa sababu nabii anaenda na majira. Nabii ukienda kwa nabii wa kweli, anagusa kwenye point yenyewe. Aanzi kuzunguka kwenye mambo mengi, anapiga kitu anachokiona. Ogopa kwenda mahali unaumwa kifua, mtu anaombea miguu. Unaumwa mikono, mtu anaombea macho. Kipofu akiongozana kipofu mwenzake, wote wapi? Shimoni. Lakini nabii ni mtu mwenye uwezo wa kuona kwamba fulani anasumbuliwa na jambo fulani, na janga fulani, kwa sababu wale ni wajumbe ambao wamepewa neema ya kuona. Nakumbuka mtu aliyeona jambo ashindwi kupewa maelekezo juu ya hilo jambo, namna ya kulitatua, au kama ni jambo jema, namna ya kufanya mpaka hilo jambo likamilike. Nabii akiongea jambo, fuatilia mwisho wake, usilipuuze. Fuatilia, utaona matokeo yake. Ukilipuuza na penye utaona matokeo yake, lakini sana sana yanakuwa yamebeba uharibifu. Labda kama uliyekutana naye si nabii wa kweli. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba zama hizi manabii wanatawala, wanaaminika, wanafuatwa na wengi. Kwa sababu ulimwengu tulioko sasa, watu wengi wanahitaji matokeo, sio maneno. Na manabii ni watu wa matokeo, ni watu wa hatima, wanaonyesha hatima. Daudi asingeweza kufaulu kwenye ufalme wake kama Samuel asingekuwa anampa maelekezo. Yule ni nabii, lazima uelewe jambo hili. Yule ni nabii. Wana wa Israeli wasingepata hatima yao kutoka kwenye mikono ya Farao kama asingekuwa nabii Musa. Lazima uelewe hiyo. Unafikiri Mungu alikuwa juu kama wachungaji wainjilisti wapo na nini wapo? Si kwamba wafanyi kazi, nao wana package yao, wana huduma zao. Kazi ya mchungaji ipo na ni kubwa na ni ya heshima. Kazi ya mwinjilisti ipo, ni kubwa na ni ya heshima, endapo akiitekeleza inavyotakiwa. Shida ni kulazimisha, kupinga aliyetokea anaona, ukasema kuona hakupo. Sasa hivi kuona hakupo. Wala hakuna manabii katika zama hizi. Maana yake wewe sasa unakuwa unavunja utawala wa kimungu. Unaondoa mojawapo ya msingi au mojawapo ya nguzo ya kanisa. Sasa hivi mitume hawapo. Mitume wote waliopo ni wauni, wajanja. Maana yake wewe unazidi kupunguza zile nguzo. Wewe hauna tofauti na wapinga Kristo. Kwa ufupi, wewe ni mpinga Kristo. Imeandikwa kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 4 kwamba siku za mwisho watatokea watu wanaopinga, na ikaorodheshwa pale kwamba kila roho isiyokiri ya kuwa Yesu Kristo ameshakuja katika mwili, hiyo roho haitokani na Mungu, na hiyo ndiyo mpinga Kristo. Kwa nini imeandikwa hivyo kwamba kila roho isiyokiri kuwa Yesu amesharudi katika mwili? Maana yake hiyo ni mpinga Kristo. Maana yake ni hii: Yesu leo amejifunua kupitia manabii wake, mitume wake. Unapokutana na mwili fulani, ni wa mtume fulani, ni wa nabii fulani, unaponya watu, unafanya ishara na miujiza mingi, Yesu ameshakuja katika mwili huo. Shida ya watu wengi wako wanasubiri ule mwili wa yule mzungu. Lakini ukifuatilia zaidi utakuja kugundua Yesu akuwa mzungu. Unaijua nchi ya Egypt? Ni taifa liko Afrika. Baba wa imani akina Ibrahimu hao. Sio wazungu, sio yale mapicha mna yao. Fuatilia historia zao ujue manchi ya Iraq na wapi yako wapi. Utaelewa. Sasa watu walichoamini ni yale mapokeo. Mapokeo ya wageni. Ya kuja wanaaminisha mzungu Mungu, Mwafrika shetani. Ndio maana hata leo sisi tunapingana sisi wenyewe kwa wenyewe.
Hatuamini sana sisi cha kwetu. Leo akija mzungu hapa Afrika au hapa Tanzania, watu wote wanashoboka. Amekuja nabii wa kimataifa. Lakini usifikiri kwamba wanapenda kwa sababu ana upako labda ana upako unaotofautiana na manabii ambao wako hapa Tanzania au mitume ambao wako hapa Tanzania. Hapana, wengi wanaenda kushangaa tu ile ngozi nyeupe. Ndio maana unaona wale manabii na mitume feki ambao hawaeleweki, na wengine wameanza kujichubua. Angalau wawe na ngozi nyeupe waone kama wanaweza kuvutia wengi. Kwa hiyo ile picha ambayo watu wengi sasa hii ukipita baadhi ya majumba mengi wameweka ile picha ya akiwa msalabani ambaye wanasema ni Yesu. Kwa hiyo ina maana sio Yesu mwenyewe au sio nani? Maana ukifuatilia baadhi ya watu wengine kabisa wamemvaa shingoni wanaenda nao na kwa. Unamjua Brian Dacon? Mwigizaji mmoja mashuhuri sana. Na amecheza movie nyingi sana. Tofauti na hiyo. Ila hiyo kwa sababu ilitengenezwa kwa na yawezekana aliyeandaa alikuwa anahitaji kuhamasisha watu kujua Ukristo ni nini. Pengine malengo yake hayakuwa mabaya. Lakini ujinga wa watu kutokufuatilia mambo. Unawakuta watu kwenye sinema wanaangalia ile na wanalia kabisa. Kwa hiyo ina maana nabii wa Mungu yule ambaye watu yule ni mwigizaji. Ndio maana hata wasahihi asilimia kubwa wamemvaa shingoni. Yes, lazima uelewe Yesu Kristo ni nini. Yesu Kristo ni nini? Yesu, neno Yesu manake ni nguvu za Mungu ndani ya mwanadamu. Ndio maana ya Mungu pamoja nasi. Ni nguvu za Mungu ndani ya mwanadamu. Ndio. Nguvu zinaitwa Yesu zilishuka ndani ya mtu anaitwa Emmanuel. Alikuwa binadamu wa kawaida. Ni nguvu za Mungu ndani ya mtu. Neno Kristo maana yake mtayarishwa. Amina. Amen. Ukienda katika lugha ya neno Kristo limetokana na lugha ya Kigiriki. Lugha ya nini? Ya Kigiriki linamaanisha mtayarishwa, anayetayarishwa kwa ajili ya utawala, kwa ajili ya ufalme fulani. Ndio maana ya neno Yesu Kristo. Yesu Kristo yani ni mtawala anayetawala kwa nguvu za nani? Za Mungu wa kweli. Sio, umenielewa? Sasa sio mzungu. Sio yule Brian Dacon pia. Lazima muelewe mambo kama hayo. Shida ya watu wengi tunasema lack of knowledge. Uelewa, ufahamu ni mdogo, watu hawapendi kufuatilia, watu hawajibidishi. Ndio maana unaona hata hii Tanzania imejaa, ina ardhi nzuri yenye rutuba. Ukiangalia kuna mikoa kama mkoa wa Kagera, mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Mwanza, ukienda kule Mara, umenielewa? Ni mikoa ambayo imezungukwa na maji mengi. Lakini Tanzania unakuta inafika tu inaenda kununua chakula nje. Yaani wanaweza kufanya kilimo cha umwagiliaji. Irrigation agriculture kwa Tanzania inawezekana kwa sababu tuna vyanzo vingi vya maji. Lakini ni kwa sababu ukiona watu, mimi huwa nawaambia watu, ukikosa chakula nyumbani kwako acha kuilalamikia serikali. Kwa sababu hautumii vizuri akili Mungu alizokupa. Kwa sababu kuna kila namna ya Mtanzania kufanya akapata chakula, kwa sababu ardhi tunayo ambayo ni safi, maji hapo na nini, lakini wote wako wanatetemeka wakisubiri misaada toka kwa watu weupe. Ni upumbavu, ni ujinga. Na haya mambo wasipotokea watu ambao wametumwa na Mungu kuyasema, wakabaki wameyatunza, tunaendelea kuliangamiza kanisa la Mungu. Kuna watu wanapewa sirizi hawawezi kuzizungumza kwa sababu anaona akizungumza ataongeza vita, ataongeza maadui, ataongeza nini, au watu kanisani wanaoamini udini na nini, au makanisa mengine hayaongei kwa sababu yanasapotiwa nao wenyewe kwamba wakiongea misaada hapati. Hiyo ni tatizo kubwa. Kwa rafiki yangu, hata kama ulikuwa unaamini hivyo yule jamaa kwamba ndiye Yesu, hapana. Pale tulishapigwa muda mrefu sana. Wake sisi tulikuwa tunaaminishwa na wale wengi walikuwa wanatuaminisha kwamba Mungu au Yesu ni mzungu na shetani ni Mwafrika. Kwa sababu tulipokuwa kutana sisi mablackers wanasema wewe una roho ya shetani wewe. Kwa hiyo wazungu wao wanasema huyu ndo ana roho ya Mungu. Kwa hiyo tukaaminisha kumbe Yesu sio. Ukitaka kuelewa kwamba ile ni neo-colonialism. Yaani tunasema ukoloni mambo leo.
Angalia, Yesu aliletwa katika picha ya mzungu, mtu mweupe. Lakini shetani amekuja katika black color, rangi nyeusi kabisa. Amewekewa na mapembe. Hiyo ni kumtawala mtu kisaikolojia kwamba watu weusi ni mapepo. Watu weupe ndio roho nzuri, roho safi. Ndio. Hiyo ilikuwa ni kuwakamata watu kisaikolojia. Na kweli ukitembea katika nchi nyingi za Afrika, akiona rangi nyeupe anatetemeka. Yaani mzungu akipita kwenye mtaa pale, watu wote watashangaa kwenye madirisha yao ya nyumba zao, anaanza kuchungulia. Sasa ni kwamba mzungu yenyewe akili yake ilikuwa ni anatawala kuanzia kwenye akili yako. Mtu yeyote ukitaka kumtawala wewe, piga ubongo wake, kamata ufahamu wake. Kisha kamata ufahamu, umemmaliza. Sasa na Yesu amekuja ili aokoe fahamu za watu. Watu wajue kweli kwamba mimi sifungamani na rangi yoyote ya mtu au kabila la mtu au dini ya mtu. Mimi ni Mungu ninayejitosheleza kwa kila jambo, na ninambariki yeyote ninayemtaka, na ninaweza kutumia yeyote ninayemtaka bila kujali ngozi yake, dini yake, itikadi zake. Ndio maana kwenye Biblia tunakutana na majina pia ya Kiislamu ambayo yanatumika kwa Waislamu. Tunakutana nayo kwenye Biblia. Manake Mungu yeye amefanya kazi na watu wote bila kubagua dini zao, bila kubagua itikadi zao za rangi na lugha. Amen. Unajua kinachochanganya watu wengi sana ni kwa sababu mzungu anaongea Kiingereza. Na Kiingereza wanasema ni business language. Lakini Kiingereza ni lugha za kawaida kama kilugha cha kwenu kabisa, kile cha ndani. Hata wewe ukiongea mzungu anakushangaa, anasema anaongea lugha gani, na anatamani hiyo lugha azungumze. Hujaona wazungu wengi wanakuja hapa Tanzania na wanatamani waongee Kiswahili. Sasa ushamba wa kiroho wa watu baadhi ambao hawapendi kuchunguza mambo, wakiona mtu anazungumza Kiingereza wanajua huyu ndiye ana akili nyingi sana. No, ile ni lugha kama lugha nyingine. Ukiamua unaweza ijua, ukiamua unaachana navyo na maisha yanaendelea. Kwa sababu kuna watu wengi wamefanikiwa na hajui Kiingereza. Na wamefanikiwa. Wanaipakorize hiyo lugha ili utawala wa wazungu uendelee kutawala watu wengi. Watu wafundishwe sana hayo malugha, watu wafundishwe sana hivyo vitu ili watu fulani waendelee kukandamizwa. Amen. Ndio maana nilikuwa siku moja nilikuwa nazungumza na hawa watu wa jinsia hao watu ambao wanapigania haki za watoto. Nikawachekesha siku moja, sio siku nyingi, kama wiki 3 zimepita. Nikawachekesha nikamwambia, nyinyi mnaangalia unyanyasaji wa watoto kwamba watoto wasinyanyaswe na nini. Nikamwambia lakini kuna unyanyasaji ambao nyinyi hamjauchunguza. Nikamwambia mfano elimu yetu ya hapa Tanzania, watu wanaanzia chekechea mpaka darasa la 7 anajifunza masomo yote kwa lugha ya Kiswahili. Alafu within a short time ameingia form 1, lugha imebadilika. Nikamwambia mjaona kama hiyo ni ukatili? Yaani unamkatili mtoto, kumharibu psychologically, aanze kujielewa kwamba yeye hana akili. Kwa sababu akienda kule lugha inamchanganya, hawezi kujibu chochote, hawezi kuongea chochote, anakuwa mbumbumbu. Sasa psychologically anaanza kuelewa mimi ni mpumbavu. Mimi kumbe sina akili. Wakimwekea maswali ya Kiingereza kama narudi nyumbani amenyongonyea kwamba hana akili, hana uwezo. Sasa si unyanyasaji huo? Si ukatili kama ukatili mwingine? Kwa unaweza ukachunguza hivyo vitu. Ni tabia ambazo zipo, ambazo tusipozitazama, Afrika ikainuka ikanyanyuka, tutakuwa na matatizo mengi sana. Na turudi kwenye issue yetu ya msingi ambayo umesema kwa nini manabii wanaaminika sasa. Jibu langu la msingi lilikuwa ni wanaaminika au wanafuatwa sana kwa sababu wanazijua siri nyingi za kimbingu ambazo zimebeba majibu ya watu wengi. Kwa sababu hakuna kitu chochote Mungu anaweza kukifanya pasipo kuwashirikisha manabii zake siri hiyo. Mfano, soma kwenye maandiko kitabu cha Amosi sura ya 3 mstari wa 7. Amosi 3 mstari wa 7. Ndio. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote. Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri hiyo. Hawezi kufanya chochote bila kuwafunulia siri hiyo watumishi wake manabii. Anajua kuwa ana watumishi wengi, lakini akasema watumishi wangu manabii. Anajua watumishi wengine wapo, lakini akasema hawezi fanya bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri hiyo. Kwa kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili. Nyakati wa pili. Ndio, sura 20 mstari wa 20.
sura ya 20 na mstari wa 20. Ndio. Kaandikwa, wakaamka asubuhi na mapema. Hao watu wakaamka asubuhi na mapema. Wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Wakaenda katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, hawa walienda kwenye jangwa. Unaelewa maana ya jangwa? Jangwa ni sehemu ambalo ukienda hata kupata chakula ni shida. Pale kuna ukame. Sasa hawa ni watu ambao walikuwa katika jangwa. Shida imewakamata, njaa kali. Aha. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama. Akasema, nisikieni, enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Mwaminini Bwana Mungu wenu. Ndivyo mtakavyothibitika. Ndo mtaanza kuthibitika katika hili jangwa, mkapata chakula na mkapata neema. Waaminini manabii wake. Anza kuamini manabii wake. Ndivyo mtakavyofanikiwa. Bila kuamini manabii ufanikiwi wewe. Mimi sinakueleza hata kama unakasirika. Maana najua hapa kuna watu wanatazama wanakasirika. Asa mimi niende tu eti bila manabii atufanikiwi. Yuko anajipigia prom. Lakini nakueleza ukweli. Aminini manabii wa Mungu ndipo mtakapofanikiwa. Kama unataka mafanikio amini manabii. Kama unataka kwenda ufe uende mbinguni wewe shauri yako. Amen. Maana kuna watu wako busy anasema naenda mbinguni. Lakini Yesu aliwaambia maneno machache akamwambia sihangaike kwenda mbinguni, wewe tafuta kwanza ufalme wa mbinguni. Sasa ufalme wa mbinguni pamoja na mafanikio hayo. Mafanikio kimaisha, mafanikio kiafya, mafanikio kifamilia, uwe na ndoa hiyo tulia. Yaani hayo ni mafanikio, sehemu ya mafanikio. Umenielewa? Una uhakika kwamba hakuna ajali za bahati mbaya wala misiba ya bahati mbaya hapa. Ni sehemu ya mafanikio. Umenielewa? Una watoto na wanafanikiwa, wanaenda kwa mashule wanasema wanafanikiwa. Yaani mafanikio hayo, huo ni ufalme ambao unapatikana mbinguni. Ndio maana watu wanaokwenda kwenye makanisa ya kiroho yenye ambayo ni powerful, wakienda mambo fulani yalikuwa yawezekani wanashangaa yanaanza kuwezekana, maana yake amepata huo ufalme. Ndio. Amen. Nisome kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 2. Anzia mstari wa 2. Waefeso 3:2. Ndio. Ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu. Ndio. Ya kwamba kwa kufunuliwa nilijulishwa siri hiyo. Kama nilivyotangulia kuandika maneno machache. Kama nilivyotangulia kusema nanyi maneno machache. Kwa hayo niyasomapo mtaweza kutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Mtaweza kutambua ufahamu wangu katika siri za Kristo. Unajua mtu akiwa ametumwa na Mungu, utamtambua kwa kila anachokisema. Mtaelewa ufahamu alionao. Uwezo alionao. Yaani utagundua kwamba hii kitu huyu mtu hatumii ufahamu wa kawaida. There is something inside. Kuna kitu anacho cha ziada ambacho sasa mara nyingi ile blessing, ile gift Mungu ambaye anakuwa amempa mtu sio rahisi watu wa kawaida kuiona. Ndio maana Yesu anatokea anamwambia mimi mwana wa Mungu, nimezaliwa na Mungu kabisa. Anawaambia ili mumuone Baba lazima mnifuate mimi. Hamtamuona Baba bila mimi. Wakasema amechanganyikiwa. Kwa sababu alikuwa anaongea vitu ambavyo viko juu ya upeo wa watu. Na hata alivyotokea kwenye masinagogi yao kufundisha walisema wakapekua vitabu na vitabu, wanasema hatujai kuona elimu ya namna hii. Endelea pale. Siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine. Hawajajulishwa watu wote wale, ndio. Kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu, ndio, na manabii zamani hizi katika roho. Umeelewa? Zama hizi katika. Yaani vitu hivi hawajawahi kufunuliwa watu wote kipindi hicho. Kama walivyofunuliwa mitume na manabii katika zama hizi katika roho. Sasa hujaelewa mitume na manabii kama ndio wana siri fulani. Sasa kwa nini tuendelee kuzungushana kwenye mambo kama hayo? Mtu nahitaji kueleze. Kifo cha kwanza kwa maisha ya mwanadamu ni kuwa mshamba kiroho. Kisha kuwa mshamba kiroho wewe kwisha habari yako. Hao ndio wafu Yesu amekuja kuwafufua. Yaani kuna wanaogoma kufufuliwa. Kama mimi nimekubali nifufuliwe, maki nimeelewa. Na ndio maana unaona tunakufuatilia sana Timu Dodoso ili tujue mengi. Lakini kuna mtu anatufuatilia hataki kufufuliwa. Yesu wakati anakabidhi kazi yake alisema, Baba, kazi ulionituma nimeifanya na nimekamilisha.
wale wote ambao ulinituma ni hawa. Ila amebaki mmoja. Mwana mpotevu. Usihangaike na ambaye hajasikiliza, ambaye hataki kufufuliwa. Wewe endelea kuhangaika nao ambao wamekubali kufufuka. Hao ndio Mungu wafurahia na kuwapa baraka zake. Amen. Hivi ulimwengu huwezi kuokoa kila mtu. Na nawaeleza mitume na manabii ambao wananifuatilia hapa wanasikiliza kwamba iko hivi, usihangaike kuokoa kila mtu, hautawamaliza wote. Kuna kipande ambacho Mungu amekupangia kwamba hawa utawaokoa. Sasa ukianza kupambana na wale wasiokuelewa utajikuta umekuwa farisayo. Mungu akuwekee wepesi. Amina. Na ujue siri ya mambo haya. Amina. Unafanikiwa kirahisi. Amina. Basi mpaka hapo nafikiri hatuna la ziada zaidi. Tulikuwa na nabii wa Mungu, Nabii Bulldozer ya Yesu. Ametufunulia mengi na tumejua mengi na tumejua ni kwa nini tunawafuata manabii. Mimi binafsi kwa kweli baba naendelea kukufuata. Mungu akubariki sana. Amina, amina. Basi zidi kutufuatilia, usikose. Kipindi kinaruka hewani kila itwapo leo. Kwa hiyo wewe cha kwako nijiungamanishe na channel yetu ya Bulldozer TV. Subscribe mwana wa Mungu, lakini share kwa rafiki, share kwa ndugu yako, comment na wewe weka cha kwako ambacho unasikia. Team Dodoso tutapitia, pia tutakupa majibu yako. Amina. Mungu awabariki sana. Amen. Bulldozer TV, reconnect me to God.